Hello, mambo vipi na kuaje ndugu yangu? Ni Mr. Titambo tena kwenye mjengo mzima wa Ilioni TV kwenye kipindi chako cha Know About Movies. Sikia leo nataka kujiongezea habari fulani hivi za waigizaji. Nakumbuka mwaka 2020 waigizaji waliweza kujituma sana. Je, 2021 wamejipanga vipi? Kwa hiyo nitaweza kukaa na waigizaji wengi kwa mwaka huu tofauti sana. Unanizoea sana kwenye kipindi cha kitaa, lakini kitaa subiri kesho tutakuangushia kipindi chako cha kitaa. Usubiri na utaona. Kwa hiyo sikia leo tumepata fursa hii ya kuweza kukutana na mwigizaji ambaye anaigiza katika kundi la relax comedy. Ni kati ya mwigizaji mzuri sana, anazidi kufanya vizuri. Kwa hiyo niliona si vibaya nikimcheki tuweze kupiga story 2-3 tuweze kuzungumza kutokana na kazi yake ya comedy na vile anavyoiona tasnia ya filamu nchini Burundi. Basi la kufanya ni aje mzee, usikose kusubscribe channel ya Indundi TV. Panakuja alama ya kengele, bonyeza hapo ili wa kwanza kuwa unapata notification zote kwa vipindi vya music pamoja na Alan the Real pamoja na football pamoja na Mr. Busingo. Yes, karibu sana. Yes, kama nilivyokuambia kwamba ni mmoja kati ya waigizaji ambao wanaendeleza kikundi cha relax comedy. Kwa hiyo tutapata kujua mambo mengi sana kutokana na kazi zao, aiza comedy zao. Inakuwaje mwanangu? Kwa fresh. Uko poa? Niko bien. Kwanza nafurahi sana kukuona. Thank you, nami nafurahi kabisa. Kwanza mbele yote unaweza kujitambulisha kwa jina lako, baada hapo tuanze kuongea mawili matatu. Yes, mimi kwa jina alufu naitwa Kublima na Christian. Naishi mtaa wa Charama Gahahe. Yes, niko mwigizaji wa comedy, ku relax comedy na kupaje ku channel yetu ya YouTube, ku relax TV +257. Vizuri sana. Na tukizungumzia kwa sababu umekaa kwenye upande wa comedy sana, vipi filamu nayo unaigiza au? Yes, manake nilikuwa na hiyo namna kutaka kuigiza kwenye filamu. Lakini sasa juu sisi hatuna management, manake inavurugana sana kidogo. Kwa sasa tuko tunapanga kaanza kwa mwezi wa 4 hivyo tukaanza tukacheza filamu moja, itakuwa weza kuwa wenda nzuri, itaweza kapendewa. Yes, nikikuwa vizuri sana nitawajulisha na niwaambie kama jina itakuwa haya ama na hiyo itaendeka haya. Vizuri sana. Ya, na kutokana na ugumu wa comedy, unajua comedy nayo ina ugumu wake, kama hauna management inakuwa nayo inasumbua sana. Kwa hiyo unaweza kaniambia ni matatizo gani ambayo mnayokutana nayo wakati mpo location mkifanya kazi zenu za comedy? Yes, wakati kwa tunacheza comedy pako muda mdogo tunatafuta nafasi ya kuchezea tunakosa. Muda mwingine vitu fulani tunataka kutumikisha muda ndani, kwa mfano kama kutumia pesa, kuuza vitu fulani vya kunywa nini, tunakutana tunakosa vile. Tunakutana kama mind haitoki jinsi tumependa juu tumekosa uwezo. Ya, vizuri sana. Nao na career yako ya comedy umeanza toka mwaka gani? Nilifikiria tu mwaka jana tu, mwezi wa 6 ilikuwa tarehe 14. Yeah. Na ni mtu gani ambaye alikuinspire hadi wewe ukatokea kupenda comedy sana? Kwa sababu tunajua kama kuna comedian Burundi, tunajua kama East Africa kuna comedian Afrika nzima. Kwa hiyo ni mtu gani ambaye alikushawishi wewe hadi ukapenda comedy na ukasema mimi naweza nikaweza comedy? Depuis nimekuwa tu kwa masomo, ilikuwa tu napenda naona tu comedy fulani, naweza sema kama wakubwa zangu wakina Kipindi, Defense walikuwa kabisa wanainspire, nasikia na mimi napenda. Tena nilikuwa somo ilikuwa napenda vitu ya kuvurugana denaje sana. Ndio saa wakati nimemaliza tulikuwa shule moja na Landry Promote. Alikuwa ni mtu anapenda, alikuwa na denaje sana na alikuwa anapenda namna ninavyokuwa kwa masomo. Ndio saa nimemalizaka, nimeanza niko najisikia tu ile namna yangu, nilikuwa natumia telefone yangu nacheza kwa comedy. Ndio saa kakuja wengine wakasema eti aje unapenda comedy na sisi tunapenda, ila tunawakia tu tunaweka talent na tunayo. Sasa aje tu hatuwezi tukatoa talent tukaonesha watu che tunaweza, hata kufaidika itakuwa mbali sana, lakini tupambane tuone kisi itakuwa. Na mimi hiyo ndio nikajifikiria nikasema sawa nuso. Lakini sasa magumu juu walikuwa wenyewe ni wanafunzi, maana kitu cha franga ilikuwa inabidi mimi wakati mkubwa ndio nitojua, naona pako vitu tunataka vingi kama kamera, vitu ya matara, vitu ya spotlight, vitu ya hivyo unakutana na franga za kutumia tu vile kama kawaida. Lakini tu nikaanza ona gisi wanzangu kwa anacheza, anasema gisi na mimi niko na talent, ifoke na mimi nianze igiza. Itakuwa ngumu, itakuwa rahisi, lakini tu nitafanya supportment yote nitapata na kutumisha vile
kwenye naweza mpaka uwezo wangu ukiisha ndio nasimamisha. Vizuri sana. Bwana, huyo ni Christian, ni mwigizaji wa comedy. Kama ulivyomfuata mwanzo, anakuambia kwamba alikuja kugundua kipaji chake wakati yuko shuleni, alikuwa anafanya mambo ya vurugu hivi darasani. Kwa hiyo akaona kwamba anaweza, na aliweza kukutana na kundi la vijana wengine wakasema kwamba sio vyema kabisa wakiacha wameficha talenti yao, kwa hiyo lazima waitoe ili waweze kusikika. Na toka ulipoanza mwezi wa 6 hadi sasa hivi tumeshakuwa mwaka 2021. Kwa hiyo ni mabadiliko gani ambayo umeshayaona kwenye comedy toka uanze? Yes, mabadiliko ishakuwa makubwa sana. Naweza sema kuna comedy kama pale tumecheza tukua na mwanamke hivi, rafiki yangu namuonesha kama amejikana mwanamke ambaye wanapendana. Wakati ule kumbe mimi nilikuwa na namna ya target kumfuatilia sikia nijua kuna rafiki gani, nikabeba ule mwanamke wake, akuja kugundua mwisho ananikuta nyumbani nina demu lake pale. Ile pako mtu aliweza niandikia kwanza kanambia, bro thanks sana, hii inanifundisha kitu. Nilikuwa na mwanamke ambaye napenda lakini sipendi watu waambia mjue juu sana fanana. Ndio nikasema kwa sasa na mimi nataka nianze nimpende, mwataniuliza niambie ukweli juu mpenzi ni mpenzi. Na nikasema namna ya kwanza ilikuwa nataka njoo hii nitoe ujumbe na usaidie watu. Jinsi sana anza toa watu wananiambia kabisa courage, ndio na mimi nikaanza sema cha kwanza napambana kwa namna ya kwanza. Namna ya pili naweza zungumzia swala watu wanapendaka vitu mtu kunafanya. Njoo palitokea mtu nikamuonesha gisi ugumu tunakumbana nao kupata kamera, kusufranga za kukodi. Akatwambia mimi chendezo nikawasupport, mtajitahidi kama mnatumia franga za kuuza vitu fulani mbalimbali za kukula, kuvaa mavazi kwa mtatumikia, lakini chenda kwa na wasupport kamera. Njoo hiyo yote imetokea jua nini tumeanza tumika tukaonesha kazi na talent. Na njoo akapenda vitu tunafanya, akapenda activities zetu, njoo akasema shika hii kamera mko mnatumia. Maana hiyo yote inaonesha kama pako kitu kwa tunaenda tunajenga ama tunajeuza mroho za watu mbalimbali kabisa. Kwa vile tunavyojua na tunavyozoea, watu wanasema kwamba comedy ni sehemu ya vichekesho na filamu ni sehemu ya mafunzo. Hivi inakujiaje wewe uanze katika comedy zako uanze kutoa mafunzo? Yes. Manake wengi wakisema comedy ni kuchekesha tu, ndaweza nikamwambia hiyo ni hapana. Juu hata mtu ataweza chekesha lakini kanafundisha. Manake pako kutia namna fulani ya kuchekesha lakini na pale uko unaweka mafunzo. Ndio nikisema filamu kawaida tu ni mafunzo. Kwa muda mrefu ni mafunzo, lakini na comedy ndio ni ya kuchekesha ila na yenyewe inatoa mafunzo. Manake sasa si kama tuko tunajifikiria kuhusu kuchekesha watu, lakini ndio na tunaweka pale na mafunzo. Juu mtu wote akiona pale ikuwe kumsaidia kitu fulani isiishie tu mkucheka. Kutokana, kabla tujazungumzia swala la management, tuende kwanza kutokana na waigizaji wengine wa comedy ambao tunawajua, mfano wakina Kigingi kama ulivyosema, kuna wakina Gasore, kuna Wasamba Famba, au wote ni wa Ildefonse. Kwa hiyo kwa sasa hivi unatamani uje kufanya comedy na nani ili uone tena jina lako linapanda mwaka huu? Mimi kama ikiwezekana nasherehekea sana nione niko nacheza na watu wawili. Mimi napenda kwa Ismaili ama tu napenda tena na tucheze na wetu. Ndio. Yani Ismail Gasore pamoja na wetu. Basi huu ni ujumbe wa Ismail Gasore pamoja na wetu. Mr. Christian anaomba nafasi hiyo ikija kutokea kwamba anapata nafasi ya kufanya na nyinyi comedy, inamaanisha kwamba mtakuwa mmemsaidia ndugu yenu aidha mdogo wenu kipaji chake kuweza kupanda juu. Kwa hiyo turudi kwa swala la management. Ulizungumza kwamba saa hizi umepata msaada wa kamera. Kuna mtu mwingine labda sikusikia vizuri pale ulisema kama kuna mtu anakusaidia pesa nini ya kula nini hao? Pesa ya kula sisi tu. Kwa hiyo kitu gani ambacho unakiomba labda kwa watu ambao wanakusikiliza aidha kwa wale masupporter ambao wanaweza kusupport kazi zako? Yes, kama mtu yuko pale kana nisikia, sisi tuko hapa sio wote juu tushikamane. Maana yake ukisaidia mimi leo nainuka na mimi kesho ndasaidia mwenzangu ainuke. Ila wewe kama uko pale unajiona uko na uwezo fulani unaweza nisaidia hata ikuwe franga ya kuuza kama ni kitika tunataka kuchezesha ama kama tu ni kunapatia nafasi kwa juu hata tu tunacheza kamera ni moya sio alikuagi rahisi juu nakutana kushika pra moya huku na mnarudia tena juu ashike nyingine pra kama mtu anaweza support kama nyingine kamera ataweza support giso naweza we depend for how you can.
unatupatia kitu chochote kile, sio tutaweza tukashukuru juu tungali tuko tunataka kuinuka, maana yake mwendo ungali mrefu. Kusema tufike kwenye tutaweza kuwa sie tutaweza kujisupport na mtu wote yuko pale anaona ataweza kusaidia kitu fulani tu atushike kama sisi watoto na atukuze, tutaweza tukapenda sana. Na njoo tena tukasema huyu mtu tutamkumbuka mtoto hapa akatufikisha hapa ku talent. Na mwaka 2019 tunakumbuka waigizaji wa comedy walikuwa wanafanya show nini wanajisaidia kwa kuingiza zile pesa ndogo ndogo, lakini mwaka 2020 kabisa tumeona tofauti ya kuwepo show nyingi zaidi. Tulisikia kama kulikuwa Kigingi pamoja na Gasore. Kwa nini nyinyi wachipukizi ambao mnakuja, kwa nini hamjipi nafasi au muda wa kufikiria kutokana na kitu cha show? Ndaweza sema kama sisi tumekuja kuanza kwa mwaka wa 2020. Kwa mwaka wa 2020 hatungeanza na tuanze tena na mashow. Kwa juu mbele ya kufanya show ifo ukue kwanza ushakuwa na nafasi fulani, ushakuwa na hatua moja ushapiga, njoo naenda pale unaonyesha na watu fulani. Juu watu kama uko na wakabizi na wanaonyesha mimi kama nataka found me on this page. Vizuri sana. Na kutokiana na hilo sasa, kwa hiyo ni ombi gani hasa, kwa sababu unajua utangazaji ni sehemu kubwa ya kutambulisha wasanii, kuwajulikanisha. Kwa hiyo kitu gani ambacho unaomba kwa watangazaji? Naweza nikaomba watangazaji, cha kwanza ni kuwashukuru. Juu wako ni wengi lakini wako tofauti. Naweza nikasema sasa kwa wale wanaona vipindi vyao kama vinapitikana, wale watu washajulikana sana, njoo itakuwa labda kuepusha ama kuita watu wa mengi. Naweza waambia kama ile swali sio hali nzuri. Na wasema nikawaambia wenda wageuze, juu pako watu wa mengi hapa Burundi, wako na matalenti za mingi na tazi ziko tofauti. Lakini unakutana banakosa gisi ya kuzionesha, juu hakuna kwenye watazionyeshia, na hiyo yote inatokelezea kwa nyinyi. Kwa juu wakati huyu ama yule haika anapenda kuonesha ule mtu mdogo, anakaosha ule mkuu, maana yake hakuna kitu ikana anajenga mwenchi nani wenda in the future life. Hakuna gisi utaweza kutana mtu mdogo atapanda kwa kujulikana wakati ya kupenda umjulishe wewe. Maana yake ndio nikiwaambia wataweza wakageuza, labda wale wanajifikiria kama kutia mtu mkubwa anajulikana ndio yule deja ishajulikana, hakuna maana tena kumjulisha sana. Ndio na yeye anahitaji kipindi juu ajulishe mambo yake kwa mwaka huu ya mwaka ujao, lakini na wale wadogo nao wanataka vipindi juu waone jinsi wataweza kuambia watu mpango yao, juu watu fulani wako wanashirikiana wanafuata vipindi. Basi swali la mwisho kama vile swali la kizushi, kwa upande wa comedy tunaona kuna mechi ambayo ilikuwa imeandaliwa ya watangazaji pamoja na comedian, lakini cha ajabu tukuja kusikia kwamba mechi hamna, na baada ya hapo kuna watangazaji wengi sana wameweza kulift lile group. Baada ya hapo tukaenda kwenye group la WhatsApp tena la call la comedian, tunakuta kwamba kuna comedian wengine wameanza kulift, kwa hiyo kundi likatupa malengo. Basi una nini la kuongea kutokana na hiyo match, kusema kwamba imeachwa haitochezwa tena? Hiyo match mimi siwezi nikazungumza mengi, juu wakati nimeona ile notification nimeiona asikuwa nimeitiwa, nimeonaka ku status ya Landry promoter, nikasema na mimi niko comedian. Kwa juu cha kwanza pale mtu ni kujiita kwanza. Mbele ya mwenzako akuite wewe ndio unamwambia kwanza, ungitafutia jina. Sasa nikaona nikamwambia kesho lazima ndakuepo pale. Alafu sasa nimefika pale ndio nimepata nafasi ya kuweza kuingia mwa lile kundi. Sasa chendeza sema jinsi hivi maisha yanaenda kuwa, tunataka kuishi in the association life. Kama hatutaki kushikamana kwanza, si wengine hawatakuwa tushikamane, wakati sisi wa comedian hatushikamana. Maana yake ndeza nikawashauri wenye wametoka, cha kwanza warudie kwanza, tukae nao pale. Juu kama ile kundi likuwa siwezi nikafurahia ishie pale juu ile match imetoka, hapana. Juu pako vitu ya mingi sana zaidi mbele. Tuwake tuko pale tunaongelea kuhusu kwanza uigizaji wetu, ndio tuyue kesho kuta wengine biko hali kiko ambayo mwenzake tumsupport vile kama kawaida. Maana yake kuhusu saa ile match ndio siwezi nikasema mengi, kwa juu wamesema wakati hii COVID ikipungua pako saa tukaandaa tena match na inakuwa. Maana yake ndio siwezi nikazungumzia vitu ya mengi. Sasa tusubirie wakati tukipata nafasi, kama kikua itakuwa sawa kama kuvumilia. Vizuri sana, asante sana, nashukuru sana. Kwa hiyo jina la ulisema unaitwa Christian. Kwa hiyo jina la comedy unatumia jina gani? Jina la comedy wakati iko nagiza napenda kuniita Chris, lakini kama nikipata nafasi ya kuwa kwenye stage nakuwa napenda kujiita Toto Lao, juu niko na hemuka. Toto Lao. Yaani Gasore baba lao,
Mimi niko Toto Lao. Sawa. Baba niko. Yeah, asante sana. Kwa hiyo ni hivyo kama jamaa alivyokuambia kwamba ukitafuta Facebook utakuta pale pameandikwa Relax Comedy kwenye page yao ya Facebook, unaweza ukasaidia pale ku like, na kwenye channel yao ya YouTube inaitwa Relax TV +257, si ndio hivyo? Yeah. Kwa hiyo hapo kuna comedy zao zote, ukiwatembelea utaweza kuwaona, na ikiwa una ile la kuchanga au la kuchangia kuwasupport ili vijana hawa waweze kuendelea, itakuwa vizuri sana, kwa sababu ameonekana kijana mkarimu sana na kijana mwenye kujituma na mwenye bidii. Kwa hiyo ni mtu ambaye anatamani sana akiona ndoto yake ukiijongeza mbali. Kwa hiyo neno la mwisho kwa Indundi TV. Yes. Nashukuru sana kwa Indundi TV kwa kuwa mmejifikiria kuita watu bila ubaguzi. Yeah. Kwa juu kama leo nimekaa mimi na kesho na hapa naikala mkuu wangu, maana yake mnakuwa kwa unaonyesha kama wewe uko unafanya na wewe uko unafanya si wote uko na maana. Yeah. Cha kwanza nashukuru sana vema, Mungu awazidishie na muendelee kwa tena na hiyo roho ya kujifikiria kwa watu wote bila. Asante sana. Ya, tunashukuru sana. Basi ni hivyo, ilikuwa ni kipindi chako cha Know About Movie na mjengo mzima wa Indundi TV. Basi nawaita waigizaji wote ambao wanataka kutangaza filamu zao au wanataka kujitangaza, karibuni sana, tuwasiliane kwenye Facebook ni Mr. Tabu, tunaandika Tambweremi, utanipata, tuwasiliane ili tuweze kutangaza movie zako na tuweze kufanya interview kwa wote bila ubaguzi, na kipindi cha kitaa kipo ndiani. Asante sana.